Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Nuru ya Uzima TV, Shalom Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku njema Bwana ameifanya, tufurahi na kufanya shangwe. Ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 12, leo baba yetu wa kiroho Pastor Timotheo Kibera, ambaye ndio kiongozi mkuu wa kanisa la Nuru ya Uzima, ameamua kufanya mtoko wake na watoto wake. Sio watoto tu ambao ni waumini, hapana, lakini pia hata wa majirani na watu ambao sio waumini wa kanisa hili wamefanywa kicheko kizuri. Nini unasema mtangazaji, sijakuelewa? Hapana, twende ukaone. Leo kuna jambo kubwa sana linaloendelea mahali hapa. Siku ya kesho ni Krismasi ambao Kristo anazaliwa. Jambo la leo linaloendelea hapa ni kuhusu upendo. Baba yetu wa kiroho Pastor Timotheo Kibera ameamua kutoa mboga ambao ni nyama pamoja na mchele na bahasha kidogo kuwashika mkono ambao hawatajiweza kwa ajili ya siku ya kesho, lakini pia hata kwa mwenye uwezo pia amepatiwa bahasha hiyo. Baba ametupatia chochote kile, kamchele, kanyama, tukasherehekea Krismasi ili tuweze kuzaliwa upya na Kristo. Amina. Kama mlivyomsikia mama amesema hapa amekuja kusherehekea Krismasi, ina maana kesho mama meno anakuwa nje unachekelea. Tunamuomba Mungu atusaidie tu tuwe wazima, kesho ni amani tele, tunafurahi, tunarukaruka na Kristo kuzaliwa. Amina. Kama mlivyosikia mama ana furaha, ana amani. Basi mama, nenda kapokee mboga yako, nenda kapokee mchele wako, ubarikiwe. Amina. Amina. Mahali hapa nipo na mmoja wa viongozi wa kanisa la Nuru ya Uzima lililoko Geita Nyankumbu Mwembeni, Tanzania. Kiongozi, unajisikiaje kuhusu linaloendelea sasa hivi? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa ujumla najisikia vizuri sana. Kwa sababu kwanza naona ni jambo la kipekee sana. Sijawahi kuona jambo la namna hii sehemu yoyote, nimeliona kwenye kanisa hili la Nuru ya Uzima. Kwa ujumla ni jambo la kipekee sana, najisikia faraja sana. Kama mnavyoona hapa, mboga hii wanagawiwa waumini na wasio waumini. Kiongozi wa ugawaji, unajisikiaje kuhusu hili? Kiukweli ninamshukuru Mungu sana kwa upendo alioonyesha baba yetu, maana hakika anaonyesha upendo Mungu aliosema kwamba ni lazima tupendane. Kwanza namshukuru Mungu kwa sababu mtumishi wetu huyu kwa kweli, yani huu moyo ambao alionao, jina la Bwana libarikiwe sana na azidi kumbariki zaidi na zaidi. Kwanza niweze kulitambulisha kanisa letu kwamba sisi siku zote za Jumapili na siku zingine siku yoyote ambayo una nafasi unaweza ukaingia kwenye YouTube yetu kwa kutumia kiunganishi cha Nuru ya Uzima, unaweza ukatupata ukatufuatilia kwanza pale. Lakini pia niwakaribishe sana katika kanisa letu la Nuru ya Uzima waweze kukutana na baraka mbalimbali pamoja na mafundisho ambayo yanatolewa na mchungaji wetu Pastor Timotheo. Kwa ujumla akifika katika kanisa letu wanaweza wakabarikiwa sana. Sisi hatuishi kufundisha tu, lakini pia baba anaenda mbali sana. Anajaribu kufundisha namna hata ya kujikuza kiuchumi, lakini pia kusapoti na kuangalia watu wenye uhitaji. Kwa hiyo niweze kuwakaribisha sana kwenye kanisa la Nuru ya Uzima, wanaweza wakakutana na baraka za Mungu pamoja na mafundisho ya Mungu ambayo yako sahihi. Yaani hapa tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Unajisikiaje kuwafanyia watu matendo ya upendo kama Kristo alivyosema? Yaani upendo uendelee hivyo hivyo, baba yetu anatujali. Amina. Kama mlivyomsikia mtumishi wa Mungu anavyosema, hebu twende kwa kaka anayegawa nyama. Kaka, Bwana Yesu asifiwe. Unaendeleaje? Unajisikiaje kuwagawia watu nyama? Endelee kutunemesha ili wanaye tuweze kupatikana yani hapa, yani tuone kupata vitu vya kiroho zaidi. Amina. Na unawasemeaje watu ambao wako huko hawajapata namna hii, upendo wa namna hii? Ni watu ambao walioko huko wakaribie hapa kwenye kanisa letu hili. Mchungaji atunemesha, tunapata vitu vilivyotulia. Anajua kulicha watu wake kama vile Yesu alivyowalisha watu Kanaani kule. Unamzungumziaje baba wa kiroho mchungaji Timotheo Kibera? Asante sana. Huyu baba mimi namzungumzia katika aina ya kipekee sana. Kwa sababu ninaangalia mambo makubwa anayoyafanya hasa ili la kusapoti watu. Kwa mfano umeangalia swala upendo analolifanya kwa siku ya leo. Tunaona kwamba kuna watu wanakuwa wanahangaika, wanafikia siku kama hizi, wana changamoto za kupata hata chakula cha wakati mmoja. Lakini yeye amelichukulia kwa upekee mkubwa sana, kabeba mzigo mkubwa kuhakikisha kwamba anaweza kuwapa fulana faraja watu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba huyu baba ni wa tofauti sana. Kwa ujumla mchungaji wetu anajitahidi
anajitahidi kwenye mambo makubwa kuhakikisha kwamba analeta faraja, ambao tunaona kwamba hiyo ndio misingi ya nini? Misingi ya dini. Kwa naweza kusema kwamba baba huyu mchungaji wetu ni mtu wa pekee sana. Jisikia vizuri kwa maana baba yetu anatupenda sana, anatuonyesha matendo ya upendo, na sisi vijana wake tunabidi tuyaishi hayo upendo huo na kuuenzi. Kama mnavyowasikia vijana wa mahali hapa, kila mmoja anazungumzia upendo zaidi kuliko kitu chochote. Kama Kristo alivyosema tupendane, na hiyo ndo amri kuu kuliko amri zote zenye ahadi. Hiyo ndo amri kubwa zaidi. Kwa hiyo Kristo amesisitiza zaidi kuhusu upendo. Kanisa tupendane, lakini pia baba yetu wa kiroho Pastor Timotheo ameonesha upendo kama mlivyosikia watu huko nyuma wanavyosema kwamba kila mtu anagusia upendo ni upendo. Ndugu mtazamaji, nipende kukuambia kwamba jifunze upendo, lakini jifunze kupitia kanisa Nuru ya Uzima, lakini pia jifunze kuhusu Kristo kwanza. Kama kanisa la kwanza lilivyokuwa na upendo, watu walikula pamoja kwa umoja, ndivyo tunatakiwa kuwa na sisi pia, kula kwa upendo kwa pamoja. Nimekutana na wachungaji wengi, lakini huyu ni kipekee kwa sababu kwanza upendo wake ni wa ajabu, lakini pia kuna tukio sasa, unajua ni mwaka wa pili niko hapa. Mwaka uliopita pia nilishuhudia tukio hili ambalo kwenye maisha yangu sikuwahi kuliona. Kama unakumbuka, aliandaa sherehe hapa tukala nyama, si ndio? Kwa huo ni upendo wa ajabu sana. Lakini leo pia amejitoa kwa ajili ya kuandalia mboga watoto wake. Kwa hiyo mchungaji ambaye ana upendo wa pekee sana. Sio kwamba ana mali nyingi, ila ni ule moyo wa upendo. Kwa kifupi ninamzungumzia ni baba wa kipekee sana, mwenye upendo wa hali ya juu. Hapa nipo kwa wagaji wa mchele. Huu ni mchele kilo kadhaa, sijajua ni kiasi gani, lakini ni mwingi sana kama mnavyoona. Unajisikiaje kufanya tendo la upendo kama hili? Tunajisikia la kama kanisa ya Nuru ya Uzima, kwa sababu baba yetu Timotheo mchungaji ameweza kutoa kiasi cha mchele kikubwa kwa lisha waumini wote. Tunajisikia tunafarijika sana. Kwani jambo hili ni kwa waumini tu au ni kwa watu wote? Kwa watu wote waliofika hapa tunawapatia mchele pamoja na nyama. Asante. Kama mlivyoweza kusikia, mchele huu sio kwa ajili ya waumini tu, hapana. Ni kwa ajili ya watu wote walioko hapa pembeni yetu, majirani, kama alivyofanya Kristo kuwalisha watu 5,000 kwa mikate, samaki 2 na mikate 5. Kanisa hili limebeba misingi mitatu ya kiroho. Yesu alipokuja, alikuja na mambo matatu. Kwanza, imani. Kuwajenga watu kwenye imani. Ndio maana alikuwa akiwaambia wale waliokuwa akiwaombea, imani yako imefanyaje? Imekuponya. Kwa hiyo aliwajenga kwenye imani. Ndio mafundisho ambayo tunayapata hapa Nuru ya Uzima, ni mafundisho ambayo yanatujenga kwenye imani, kumwamini Kristo. Hata unapopitia changamoto bado unakuwa na imani kwamba Yesu ndiye naye atanivusha. Lakini pia jambo la pili ambalo Yesu alikuja nalo pia ni toba. Aliwaambia watu watubu. Ndio injili ambayo inahubiriwa Nuru ya Uzima. Watu watubu waweze kumuona Kristo. Lakini pia jambo la tatu, Yesu anawaambia mkijua kweli itawaweka huru. Kwa hiyo pia hapa inazungumzwa kweli, kwamba kweli ukijua inakuweka huru. Kwa Nuru ya Uzima ni kanisa ambalo kwa kweli limekuja kwa ajili ya mapinduzi ya kuisema kweli ya Mungu. Yaani Nuru ya Uzima kuna upendo. Nuru ya Uzima ndio kila kitu. Baba yetu anayoyafundisha ndio anayoyaishi. Ndio kinachotufurahisha. Kwa hiyo walioko nje wanaonitazama na kunisikiliza, tunawakaribisha Nuru ya Uzima. Kuna upendo. Kama hivi sikukuu tunakula wote, baba hapendi kula mwenyewe. Anapenda kula na watu wake. Hebu tuambie pia kuhusu huduma. Yaani kuhusu huduma, uponyaji tunaupata. Mimi nimeteseka sana mwaka na kitu. Nilikuwa nateseka, nilikuwa naumwa mapafu, mirija ya moyo ilikuwa imeziba. Yaani nilikuwa naumwa mwili mzima, nilikuwa sijiwezi. Lakini kupitia Nuru ya Uzima nimepokea uponyaji, ninafurahi. Sikujua kama Krismasi nitakula, lakini sasa hivi niko vizuri, nakula, nimeijia mchele, naenda kula na familia yangu. Kwa maana hiyo sio nyama tu na mchele na upendo unaotolewa hapa, ina maana hata uponyaji mtu anapata. Yaani uponyaji tunapata, nyama tunakula, wali upo, baba anatupenda pia. Amina, ubarikiwe na Bwana, endelea kufurahia. Amina. Wewe kama mchungaji, kwa tukio hili la leo, sisi kama waumini na tusio waumini, tujifunze nini kupitia hili? Tukio hili limenipa 100% kwamba Nuru ya Uzima ni kanisa la Kristo, kwa sababu limenikumbusha wakati watu fulani wamemfuata Yesu wakawa na njaa. Wewe ni shahidi, maana pia ni binti uliokoka. Wale watu Yesu akaonea huruma, maandiko anasema akawapa chakula. Kwa hiyo pia hili tukio limenikumbusha kwamba kumbe hapa niko mahali ambapo
Kristo Yesu anahubiriwa. Ndio maana baba yetu huyu ametoa chakula kwa Wakristo na wasiokuwa Wakristo. Maana maandiko yako wazi kwamba Mungu hana upendeleo. Yeye wote ni wa kwake wenye mwili. Kwa hiyo hii ni ishara ya upendo hali ya juu sana. Na sisi pia kama watoto tunapaswa kujifunza hiki. Huko utakakokwenda, maana kesho ni mchungaji mtarajiwa, huko utakakokwenda pia beba upendo huu. Mimi pia ni bebe upendo huu, na kila mmoja abebe upendo huu, maana ndio upendo wa Kristo. Hiki kicheko cha baba nakisemea vizuri kwa sababu baba ameamua kututunuku watoto wake, kwa sababu hata ambaye asiyekuwa nacho kwenye Krismasi naye asherekee kama alivyocheka baba. Sisi tunatumaini sana baba, tunamwombea aendelee kuwa na moyo wa hivyo hivyo. Unapotuona hapa tunafurahia kwa sababu ya kicheko cha baba. Baba kaamua kula na watoto wake, nasi tumepokea kwa imani. Na kwa wale ambao hawapafahamu mahali hapa, unaweza ukawaelekezaje wewe kama mchungaji wetu? Mahali hapa bwana ni mkoa wa Geita, lakini pia Nyankumbu. Ni mtaa wa Nyankumbu. Ukifika Nyankumbu tu ulizia shule ya Mako. Ni shule maarufu sana kwa sababu shule pia ni ya huyu mbeba maono wa Nuru ya Uzima. Kwa hiyo ukiwa unaenda shule ya Mako, mwambie bodaboda, bajaji, daladala, yoyote ule, bana nionyeshe kanisa la Nuru ya Uzima, au kwa umaarufu wake kanisa la Emako, sio mbaya, ili iwe rahisi kufika. Ukifika hapa utamkuta binti Sayuni Neema, Mwalimu Bwile atakuhudumia, na watoto pia wa Mzee Timotheo. Ukiwakuta hapa una upendo ule ule, ile roho ya Timotheo iko ndani ya watoto hawa. Kwa ukifika hapa utahudumiwa bila shida yote. Amina mchungaji, nimefurahi kufanya mazungumzo na wewe. Mungu pia akubariki sana kwa mahojiano haya. Mungu akutunze. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Nuru ya Uzima TV, nadhani nilivyokuambia kwamba leo baba amefanya kicheko, umenielewa sasa. Umemwona kila mmoja akitabasamu kwa namna ya ajabu, kila mmoja akicheka kwa namna yake. Sasa usipange kukosa. Kesho pia tuna ibada saa 3:30, tuko mahali hapa mpaka saa 5 kamili ili kuacha watu waende kujiandaa kwa ajili ya Christmas. Lakini pia Jumapili ya tarehe 28 kuna ibada mahali hapa. Usipange kukosa. Wewe njoo na mgonjwa, wewe njoo mwenye shida ambaye amekosa upendo, amekosa kupendwa na mtu yoyote, wewe mlete mahali hapa. Nuru ya Uzima kuna huduma ya kila namna. Kuna huduma ya upendo, kuna huduma ya maombezi, kuna huduma ya kufundishwa kweli na kuishi katika misingi ya Kristo kama alivyotaka tuishi. Kipindi chote ulikuwa na mtangazaji wako Neema Lucas Bwile. Naomba nikuache, lakini endelea kufuatilia channel yetu ya Nuru ya Uzima. Sina mengi ya ziada, endelea kubarikiwa. Amina.